Tunaanza na taarifa yetu kuu ambapo viongozi saba wa muungano wa madaktari humu nchini KMPDU wamefungwa gerezani kwa kosa la kuidharau mahakama. Saba hao wakiongozwa na mwenyekiti Samuel Oroko na katibu mkuu Ouma Oluga watahudumu kifungo cha mwezi mmoja baada ya kukamilika kwa makataa ya siku 7 waliokuwa wamepewa na jaji wa mahakama inayoshughulikia masuala ya wafanyikazi Hellen Wasilwa. Mahakama ya uajiri na maslahi ya wafanyikazi hatimaye imewafunga viongozi saba wa muungano wa madaktari KMPDU kifungo cha mwezi mmoja. Saba hao wanaongozwa na mwenyekiti Samuel Oroko na katibu mkuu Ouma Oluga. Wengine ni Titus Ondoro, Alan Ochanji, Hamisi Chibansi, Daisy Korir na Evelyn Chege. Wote walipatikana na hatia ya kuidharau mahakama. And therefore this court declines to review its orders sentencing the applicants to 1 month jail term, and the orders of this court will now crystallize. Wiki jana katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi Kotu Francis Atwoli aliomba mahakama muda zaidi kwa matarajio kwamba angeongoza mazungumzo baina ya pande zote kwenye mzozo huo, lakini kufikia leo hapakuwa na mapatano. Nikamwambia ninyi nisikize, mimi hii ndio njia sisi huwa tunafuata. Hata hii 40 kwa 100 mmepata. Sisi viwandani saa ingine hatupati hiyo, tunapata 12%, 20%, na ukishapata kitu weka kwa mfuko kwanza, alafu sign, wafanyikazi warudi, tuendelee na majadiliano. Juhudi za Tume ya Taifa ya Kutetea Haki za Binadamu kuomba muda zaidi ili kutafuta muafaka ziligonga mwamba. Indeed, they have also found their inability to call off the strike, which they themselves called on. It is this court's finding that there is no sufficient reason why the court should review its order. Hatimaye madaktari walipigwa pingu, wanaume ukipelekwa katika gereza la viwandani hapa Nairobi, nao wenzao wa kike wakipelekwa katika gereza la wanawake la Lang'ata ili kuanza rasmi maisha yao gerezani. Nao madaktari wenzao waliokuwa wamepiga kambi nje ya mahakama ya Milimani sasa watasalia bila viongozi. Wapo wanaounga mkono na wengine wanapinga uamuzi wa mahakama. The government, through these incompetent officers, the CS Health and the CS Health and this PS have failed. But the buck stops with the President Uhuru. I don't understand where President Uhuru is at the State House talking about Kenyan foreign policy which you don't have, receiving foreign dignitaries when people are dying. Kufunga madaktari si kumaanisha wananchi wamepata afya. Wao ndio mainjinia wa mwili. Akiweka shindano chini tunakufa. In fact, the government should have sacked these people. Disemba tarehe 20 mwaka jana, mahakama iliwapata maafisa hao wa muungano wa madaktari na hatia ya kuidharau mahakama baada ya kuitisha mgomo wa madaktari tarehe 5. Magavana walienda mahakamani ili kuomba mgomo huo uharamishwe. Shadrack Miti, KTN Leo. Tukisalia na hayo, waziri wa afya Cleopa Mailu amesema serikali iko tayari kuendeleza mazungumzo licha ya viongozi kufungwa. Aidha, amewataka wananchi kutoilaumu wizara kwa kufungwa kwa viongozi wa KMPDU kwani madaktari waliidharau mahakama. I want to say that for the last over 2 months we have been at the table negotiating a return to work formula and also conclusion of the CBA of 2013. A lot has happened. As a government, we have pursued those 2 things. A return to work formula to restore services to Kenyans, which the union was not quite enthusiastic to pursue. At a point we pursued the CBA, the body of the CBA, to be able to address it. We made progress, and again, the progress stalled. We want to appeal to the doctors to reconsider their position and see whether we can reach a middle ground whereby we can be able to resume services both in a win-win situation. And therefore, irrespective of what has happened, I do not want to
speculate on the next steps which we shall be taking as a ministry and as a government. Therefore, I would urge anybody to move away from trivializing the suffering of Kenyans to petty issues, which in my view will not derail us from getting to the doctors, bringing them to the table, and reaching an agreement.